Mwanzo kulikuwa na kijana anaitwa David. David alikuwa na jambo moja ambalo lilimrudisha nyuma kila siku. Alikuwa na uvivu mwingi. Alipenda kulala. Alipenda kucheza bila mpango. Alipenda kusema nitafanya kesho. Lakini kesho haikufika. Alitaka kusoma. Alitaka kufanya vizuri. Lakini hakuchukua hatua. Ndani ya moyo wake alihisi uzito wa mambo aliyokuwa akiyakimbia. Siku moja shule ilisema kutakuwa na kikao cha ushauri. Walitaka wanafunzi ambao walikuwa wakishuka darasani. Jina la David lilikuwa kwenye orodha. Alikaa kimya. Hakusema chochote. Lakini moyo wake ulipiga haraka kana kwamba anajua kitu kinaenda kubadilika. Katika kikao hicho alikuja mtu mmoja. Alikuwa profesa. Alitembea polepole. Hakuwa na makelele. Hakuwa na hasira. Alikuwa mtulivu. Alikuwa mwenye hekima. Huyu ndiye profesa ambaye watu wengi waliheshimu kwa maneno yake ya kina. Profesa hakumkimbilia David. Hakusema kwa sauti juu. Aliongea na wanafunzi wote kwanza. Sauti yake ilikuwa nyepesi, lakini kila neno liliingia ndani ya moyo. Kisha bila haraka alimtazama David kwa macho tulivu. Alimuita pembeni na kusema, kijana, njoo hapa. David alisogea taratibu. Hakujua kwa nini profesa anamuita. Profesa akasema, David, unajua mbegu ndogo inaweza kuwa mti mkubwa? David akasema, hapana, sijui vizuri. Profesa akasema, inaweza. Lakini lazima ipandwe. Lazima ipate maji. Lazima ipate jua. Bila hatua ya kwanza hayoti. David akasikia. Maneno yalikuwa mepesi lakini yalimgusa. Profesa akaendelea, uvivu ni kama kivuli kinachokula ndoto zako. Ukikubali siku moja ipotee bila kufanya jambo, kivuli kinakuwa kikubwa. Maneno hayo yalitutana ndani ya David. Alishusha pumzi ndefu. Profesa akasema tena, wewe una uwezo. Lakini uwezo bila hatua ni kama mbegu isiyopandwa. Wakati huo, marafiki wa David walikuwa wakitoa kazi zao mbele ya darasa. Walikuwa wachapa kazi. Walikuwa wanapata sifa. David aliona tofauti kubwa kati yake na wao. Aliona kitu ndani yake kikibadilika. Aliona aibu. Aliona huzuni. Lakini pia aliona tumaini. Usiku ule David alifikiria maneno ya profesa. Alisema kimoyomoyo, labda leo naweza kuanza kidogo. Kesho yake aliamka dakika 10 mapema. Alifanya kazi moja ndogo tu. Ilionekana ndogo, lakini kwake ilikuwa hatua kubwa. Siku ikaendelea. Alijisikia vizuri, akasema nitafanya tena kesho. Na alifanya. Kila siku kidogo, kila siku hatua ndogo, kila siku mbegu yake ilianza kuota polepole. Profesa alimuona. Hakusema mengi. Aliangalia tu kwa macho ya hekima. Siku moja David alimfuata profesa na kusema, sasa nimeelewa. Nilikuwa nangoja siku kamili. Lakini siku kamili ni ile ninayoianza. Profesa akatabasamu. Akasema, hapo ndipo mbegu yako imeamka. David akatoka pale akiwa mtu mpya. Hakukimbia tena majukumu yake. Hakulala tu bila mpango. Alijua nguvu ya hatua ndogo. Alijua uvivu unaweza kushindwa. Alijua ndoto zinaota pale unapochukua hatua moja tu. Mpenzi mtazamaji, kwenye haya maisha utaona kwamba watu wengi hupitia hali kama ya David. Tunataka kufanya mambo makubwa. Tunataka kusonga mbele. Tunataka kubadilisha maisha. Lakini mara nyingi tunakaa tu. Tunachelewa kufanya jambo la kwanza. Tunangoja siku nzuri. Tunangoja muda mzuri. Tunangoja hisia nzuri. Lakini siku hizo haziji. Muda unapita. Ndoto zinabaki ndani ya mioyo yetu. Hadithi hii inatukumbusha kitu rahisi sana. Hatuhitaji nguvu kubwa ili tuanze kubadilika. Hatuhitaji mpango mkamilifu. Hatuhitaji kusubiri motisha. Tunahitaji tu hatua moja ndogo. Tunahitaji dakika chache za kufanya jambo moja muhimu. Hatua hizo ndogo hutoa mwelekeo mpya. Hutuamsha, hutujenga, na hatimaye hutubadilisha kabisa. Maisha ya mtu mzima hujengwa si kwa matukio makubwa, bali kwa mazoea madogo yanayorudiwa kila siku. Uvivu unashinda pale unapoamua kufanya jambo dogo sasa. Nidhamu inaanza pale unaposema leo nafanya kidogo, na unafanya kweli. Kila mtu ana mbegu ndani yake. Mbegu ya uwezo. Mbegu ya ndoto. Mbegu ya mabadiliko. Lakini mbegu haioti kwenye fikra. Inaota kwenye hatua.
Ikiwa utachukua hatua moja leo, utashangaa jinsi maisha yanavyoweza kubadilika. Asante kwa kutazama video hii. Tafadhali acha maoni yako. Asante na karibu tena.